wamechaguliwa. Lakini ukiona sasa familia, baba na mama umeokoka, familia yako ni watu ambao wako huko na ukafiri, hiyo familia Mungu anaidharau. Na wakati Mungu anaidharau, macho yake tena hayaangalia familia. Anaruhusu shetani kuiangalia. Anaruhusu shetani kuipiga hiyo familia. Utaomba Mungu, utalia kwa Mungu, lakini Mungu ameidharau. Sasa nataka uweke pale kweli, kwa Mungu anaweza kuwa ameidharau familia yako. Waandike pale chini. Tukienda mbele za Mungu, ambaye Mungu jamani, familia yangu inaonekana umeidharau. Hauipendi tena. Baba leo nakulilia, hiyo ndio kwa sababu kuonyesha kama Mungu ameidharau familia yako. Ni pale anaondoa baraka za ndoa. Kuonyesha Mungu ameidharau familia yako ni pale mkipanga mipango haipangiki. Kuonyesha Mungu ameidharau familia yako ni wakati ambapo vitu havikui sawa kwenye hiyo familia. Ndio watasoma, lakini jambo la maana, masomo yote itakuwa ni bure tu, hakuna kitu. Lakini wengine ambao wanampenda familia, wanapendeza Mungu, wanaweza kosa wasiende university, wasipate madigiri, lakini ukiwapata kesho wameendelea kabisa, wana neema ya Mungu, wamefanya vitu vile vya kubwa kabisa. Na yeye ambao ulisumkana familia yako, Mungu alidharau, ukasumkana kwenda kupeleka university, wako na madigiri, yote ni bure kabisa, maana Mungu yuko ndani. Ndio nikasema heri patiana familia yako Mungu kuliko kuipatia masomo. Ukiipatia Mungu hiyo familia, Mungu akiwa ndani, familia itabarikiwa. Masomo hayo yanakuwa ya baraka. Wakisoma wanajua ni Mungu alitusaidia tukasoma. Wangapi walisoma hapo na madigiri, lakini ukiangalia wanafeka tu. Na baba yao walikuwa na uchungaji. Kuna siku moja bishop wangu katika Elim Pentecostal Church, tulikuwa katika Elim. Siku moja tukaenda kule na mtu. Yule mzee alikuwa alizaa wasichana wengi. Lakini jambo la maana kwenda pale ilikuwa hiyo. Tena sasa tumealikwa kwenye mkutano. Yaani ndio tukapita hivi Nairobi, yaani ndio pale siku moja kakaa ndio kidogo hivi. Unajua sasa yeye umetembea na nguo moja, inabidi sasa uende pale kwa sababu umeenda mkutano. Wewe tena ununue nguo